Usiku unaanza kwa ukimya mzito. Tunamwona kijana na msichana wakivutana taratibu, kana kwamba kuna jambo linaendelea lisilokuwa la kawaida. Hatua zao zinawapelekea ndani ya chumba, hisia zikizidi kupanda. Dakika chache baadaye ukaribu wao unakuwa mkubwa zaidi. Mivutano yao inaashiria kuna kitu kitaendelea, kitu kisicho cha kawaida. Karibu kwenye chaneli yetu ya Swahili Cinematics. Kama ni hii mara yako ya kwanza kujiunga nasi, karibu sana kwenye familia yetu. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment ili usipitwe na simulizi kali kama hii. Walijikuta wamelala chumbani hadi asubuhi, kimya kikitawala, kila kitu kikiwa tofauti na kawaida. Ghafla msichana anashtuka usingizini, anafumbua macho taratibu, moyo wake unakwenda mbio, anajiangalia, na hapo ndipo anagundua kuna kitu kilitokea, kitu ambacho hakikutarajia kabisa kukifanya. Anabaki kimya kwa sekunde chache, akijaribu kukumbuka kilichotokea usiku uliopita. Kumbukumbu zinaanza kumrudia polepole. Ilikuwa ni pati ya rafiki yake wa karibu, pati ya kusherehekea tukio maalum la kumvishwa pete. Furaha ilikuwa kubwa, vinywaji, watu wengine wakisherehekea. Lakini ghafla mambo yalibadilika. Rafiki yake alipopigiwa simu ya habari mbaya ya ajali, akalazimika kuondoka haraka sana, akiwaacha wageni wake bila mpangilio. Ndipo watu wakaanza kupungua na hatimaye wakabaki wachache tu. Muda ulivyozidi kwenda, jamaa akaona bora ajichenge, maana aliona muda umezidi kwenda. Jamaa anamwambia situbaki bwana. Jamaa akamwambia hapana bwana, acha nimwahi mke wangu nyumbani. Mazungumzo yakaendelea, wakacheka, wakacheza, wakanywa pombe, na huku pombe ikiendelea kuwatawala akili. Usiku ukaenda mbele zaidi. Mambo yakaanza kubadilika. Mambo yakaanza kupamba moto. Wawili hao wakajikuta wakiingia kwenye vitu ambavyo hawakuvitegemea. Oho, unajua nini kilifuata? Bwana, kaa hapo hapo ulipokaa, endelea kusubiri simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Sasa basi, huyu hapa anaitwa Lisa, na yule alilala naye anaitwa Alexi. Hawa ni marafiki ambao walikuwa wakipendana sana kwa muda mrefu, lakini hiki kitendo ambacho kilitokea ni kitendo ambacho Lisa kimemuumiza. Lisa hakukutaka kabisa kitokee kwenye maisha yake. Sasa akiwa nje anapigiwa simu na mpenzi wake. Akiwa anapokea anamuuliza, "Hey baby, vipi, uko wapi?" "Ya salama, nilala bwana kwenye party ya rafiki yangu, alikuwa anavishwa pete." Wanawake bwana, kuna muda unaweza kutamani kuona mwanamke, lakini unapoangalia simulizi hizi unaweza kukata tamaa kabisa na ukaamini kabisa wanawake sio watu wa kuishi nao. Lakini hebu ngoja tuendelee. Huyu hapa Alexi ndo sasa anaamka. Akiwa anaamka anaona ni mtu mwenye uchovu mkubwa sana. Baada ya muda mfupi ghafla mlango unafunguliwa. Tunamwona Maureen akiwa anarudi sasa kutoka kwenye matatizo yake aliyopata jana. Leo anarudi sasa akiwa anamkuta mpenzi wake pale akiwa amechoka. "Vipi mpenzi wangu, mbona kama umechoka sana?" Akamwambia, "Hapana, hizi pombe za jana bwana, si unajua nilichoka sana." Akanambia, "Na wewe vipi kulikotoka?" "Kule tulimaliza tukaenda salama." Sasa kumbe Lisa alivyoondoka alisahau mkufu. Jamaa ikabidi auminye kimya kimya pale ili asije akaona, maana ingekuwa bonge la Upande wa pili Lisa anafika nyumbani, lakini Lisa ikawa bado haielewi kwa kitu ambacho kilitokea jana. Anajaribu kuwaza, anajaribu kufikiria, lakini anaona kabisa hawezi kupata jibu lolote. Alex kafika zake ofisini, anamkuta na mshikaji wake, anajaribu kumsimulia kilichotokea jana. Unajua bwana, yule dem bwana baada ya kulewa jana ikabidi asiondoke nikalala naye. Jamaa anamwambia, kitendo ambacho umekifanya sio kitendo kizuri sana, kwa sababu kama unavyojua Maureen ni shemeji yangu na ni shemeji yangu mzuri sana. Umeona? Nilikuwa naomba kama kuna uwezekano ungeachana naye ukabaki na huyo." Akabaki ni sawa, lakini Lisa anajiandaa anataka kuondoka katika maisha zake. Mara anapigiwa simu na mpenzi wake. Kumbe Lisa ana mpenzi bwana, na mpenzi wake kumwangalia bonge la jibaba, yupo kwenye ndinga kali, mwenyewe anajaribu kuzungumza naye. Anamwambia, "Baby bwana, nisubiri nyumbani nakuja. Usijali, nitakuja tuzungumze." Lisa anamwambia, "Baby, mimi nipo kwa ajili yako. Basi kama una uwezekano basi wakuja. Njoo basi mapema." Upande wa pili pia tunamwona Alexi anarudi zake nyumbani. Yuko na mpenzi wake wamekaa kwenye sofa wakiwa wanapeana ahadi kem, ahadi nyingi. "Unajua baby, siku ya harusi yangu nataka uvae vizuri, nataka ukae fresh." Pia anamwambia, "Na mimi nataka tuzae watoto, nataka unizalie mtoto mmoja kazuri kama Poppy." Huyo Poppy amemjui, mtakuja kumfahamu huko siku yote nikiamua kuwaonyesheni. Basi. Jamaa akiwa amekaa hapo akawa anawaza. Alivyowaza akawa bado hapati jibu kuhusiana na Lisa kilichotokea jana. Ikabidi ajinyanyue aone sio kweli. Dakika chache baadaye mlango wa Lisa unagongwa. Tunamwona anakwenda kufungua. Mara anamuona Alex. Anashtuka. Alex anakuja anaongea na Lisa, anamwambia, "Bwana, kilichotokea bwana tusameane, ila pia naomba kisijirudie tena." Lisa naye anasema, "Mimi pia sitaki kuona huo upuuzi kwa sababu nampenda sana rafiki yangu na pia na wewe nakupenda kama rafiki yangu. Naomba haya mambo yasiwepo." Jamaa anatoa mkufu anampa Lisa. Lisa anapokea mkufu na kusema asante.
Jamaa anaamua kujichenga zake, anaondoka zake. Huyo anaishia anamwacha Lisa pale akiwa anamwangalia macho kwa mbali. Huyo hapa ni rafiki yake Molly, ni rafiki yake wa muda mrefu sana, ni rafiki ambaye wanaambiana siri zote za kimaisha. Hapa anajaribu kumwambia kwamba unajua, mimi nampenda sana mume wangu na ninatamani ndoa iwe karibu. Siku ambayo mipango utalia ndoa ni mbali sana. Namwambia usijali bwana, unajua Alex pia anakupenda sana tofauti na unavyofikiria wewe. Naamini atafanya haraka hii ndoa itafanyika kwa haraka na maisha mengine yataendelea. Huku wakicheka cheka, wakifurahi, wakipiga mvinyo wa kutosha, wakinywa mapombe wenyewe wanaitwa shot. Unajua shot wewe? Haya, upande wa Lisa tunamuona Lisa akiwa na mpenzi wake akiwa anamkaribisha ndani. Jamaa kaenda hewani sekunde, yani kaenda hewani mpaka basi yani. Yaani Lisa anamwangalia huyu hapa huyu kunish. Haya, hayo tu yaacha mimi yanihusu. Haya, huku Lisa anajaribu kuzungumza na mpenzi wake mambo mawili matatu ya kimahusiano. Huku na huku wakitabasamu, wakicheka, wakienjoy. Pale ambapo jamaa anataka kumkisi, tunamwona Lisa anapata off kama vile kuna kitu fulani hivi ambacho kimeingia katika moyo wake. Je, mbona kama ni mimba hii au Alex kafanya vitu vyake? Tunaona Lisa anakimbilia haraka anakimbilia kwenye maji. Anachukua maji na kunywa. Jamaa anapata wasiwasi, anamwambia kama vipi tulikupeleka hospitali basi au tumpigie daktari. Anakataa. Dakika ile mwamba anapigiwa simu ya anatakiwa awai kazini. Anamwacha Lisa akiwa na mawazo. Inakuwaje tena mpenzi wangu? Mbona anakuwa yuko busy, mwisho siku anaondoka anaacha iko hivi. Bwana tunafeli sisi watu wa kiume. Wewe unafikiri ningekuwa mimi ningetoka pale? Mwanamke mrembo kama huyu, mwanamke kimcheki, mwanamke acha hayo bwana. Unajua bwana, mapenzi bwana kitu kimoja cha ajabu sana. Na mapenzi sio kitu cha kusema unaweza kujaribu leo alafu ukasema kesho utaacha. Hapana bwana. Kumbe bwana, upande wa pili tunamwona Alex akijaribu kukumbuka mikumbato, mikato, mikito ya yule mwanamke aliyekuwa naye. Wewe mwanamke unamjua anaitwa nani? Anaitwa Lisa. Anajaribu kumkumbuka Lisa, mwisho wa siku jamaa anajua naelewi. Anaona hapana bwana, huyu ana kitu. Anaamua kutoka zake ndani anakwenda kwa Lisa. Mume wangu naelekea hapa. Narudi kazini mara moja. Jamaa anachomoka zake. Upande wa pili tunamwona Alex anaingia kwa Lisa. Anafika mpaka pale Lisa anashangaa. Vipi? Mkuja kufanya nini tena? Anamkabidhi zawadi, zawadi anachukua jamaa, ndani Lisa anachukua zawadi anaiweka kwanza na weka pembeni. Anaomba vipi? Mkuja kufuata nini? Anaambia unajua bwana, unajua zimekuwa nyingi sana kwa bwana Alex. Funguka bwana, huyo ni mtoto wa kike bwana, kanyoka. Unamwona jinsi alivyo. Lisa anakuwa kama vile kamuelewa Alex kitu ambacho anakihitaji. Alex anamwambia unajua ule usiku nilienjoy sana, nilivulana na wewe. Lisa naye anajibu na mimi pia. Mwisho wa siku nini unajua kilichotokea? Kilichotokea ndio hichi hapa ikiangalia. Wamejikuta wamelala wako chumbani sasa. Muendelezo wa mapenzi yao nafikiri ilikuwa inaitwa Gusa Unase. Upande wa Alex ndo kazama mazima kwa Lisa. Lisa naye kanogewa. Bwana huyo ndio Lisa na huyo mwingine ndo Alex. Okay, na hiyo ndio sehemu yetu ya kwanza ya simulizi yetu hii. Kaa hapo kuna channel yetu ya Swahili Cinemax. Kama ndo wa kwanza unajiunga katika familia yetu, tunakuomba usubscribe, ushare na comment video hizi ili kwa video zote zinazokuja uweze kupata kwa wakati. Kaa hapo, subiri episode ya pili.